Kuna mechi ambazo hazimaliziki siku hiyo. Kuna mechi zinazobaki kwenye mioyo ya mashabiki, zikijirudia kila wanapokutana barabarani, kila wanapotaja majina ya wapinzani wao. Dabi ya Kariakoo si mchezo wa pointi 3 tu, ni hadithi ya fahari, ni jeraha lisilopona kirahisi. Hii ni Home of Information, kisima cha michezo, kisima cha taarifa mbalimbali. Leo tunarudi mnamo mwaka 2016 kwenye mechi moja ya ligi, ambapo dakika 90 zilikuwa chache kueleza yote yaliyotokea. Ni wanaume 22 wenye juma ya miguu 44. Mechi inaanza kwa presha, uwanja ukiwa umejaa kwa shangwe na kelele. Kila pasi ilikuwa inashangiliwa, kila mpira unaopotewa ulikuwa unalaumiwa. Kisha linatokea tukio moja, mpira unamkuta Hamisi Tambwe. Juma Pu hatari kwenye lango la Simba kule, anasukuma mpira wavuni na mtangazaji anaitika kwa sauti goal. Lakini kabla hata shangwe haijakoma, macho ya wengi yanabaki kwenye tukio moja. Je, mpira uliguswa kwa mkono au ni goli halali? Wengine waliuona mkono, wengine waliuona bahati, na wengine wakaona mwamuzi akifunika macho. Kisha mchezo ukaendelea. Goli likasimama kwa muda mrefu. Scoreboard inasema Yanga mbele, lakini moyoni mwa Simba moyo unaanza kuwaka. Dakika zilizidi kukata, presha ikazidi kuongezeka. Simba wanatafuta bao la kusawazisha, pasi zinakuwa za haraka, mashuti yakiwa yanajaribiwa. Lakini dakika zinakimbia. Ilikuwa ni dakika ya 70 sasa, mara 75 na hatimaye 80. Mashabiki wa Yanga tayari wanaanza kuhesabu ushindi. Vicheko vinaanza mapema, mikono inaanza kuinuliwa. Simba wanaonekana kama waliochelewa, kama waliokubali matokeo. Lakini soka lina tabia moja ajabu sana, linapenda kuwanyamazisha waliotangulia kuishangilia. Dakika ya 86, muda ulikuwa unazidi kuyoyoma bila matumaini ya Simba kupata chochote kitu. Simba walibahatika kupata kona. Hakuna anayetarajia muujiza, ni ile kona ya mwisho ya matumaini. Mpira unachukuliwa na left footer Sheza Kichuya. Anatazama boksi, anapima umbali, kisha anapiga kona kwa makadirio na hesabu ndefu. Kisha mpira unapaa juu, unakata kona ya ajabu. Golikipa na sita kutoka. Mabeki wanabaki wakitazamana. Kichuya, Shiza Ramadhani Kichuya anamimina ndani kule. Kisha mpira unaingia moja kwa moja wavuni. Mtangazaji anajibu mapigo tena kwa upande wa pili. Goal! Uwanja ulitulia kwa sekunde kadhaa, kila mmoja akiwaamini nini kimetokea. Ni kama kila mtu anajiuliza, hii imetokea kweli? Shangwe za Yanga zinakufa ghafla, nyuso zinabadilika, kisha mikono inashuka. Upande wa pili, upande wa Simba Sport Club, Simba wanafufuka kutoka wafu. Benchi linaruka, mashabiki wanarudi kwenye uhai. Goli halikuwa la kusawazisha tu, lilikuwa ni jibu la utata, jibu la dharau,
Jibu la dakika ya 86 za subla. Kisha scoreboard ikabadilika na kusoma 1-1. Lakini kisaikolojia, mechi imegeuka kabisa. Baada ya filimbi ya mwisho inapulizwa, mechi inaisha sare. Lakini hisia hazijaisha. Mabishano yanaendelea na lawama zinaendelea kutupwa. Lile lilikuwa goli na lile halikuwa goli. Tulikuwa tumewazidi na bahati refa amewabeba. Yanga wanakumbuka mkono wa Tambwe. Simba wanakumbuka kona Kichuya. Na dabi hii inajiunga na orodha ndefu ya mechi ambazo hazisahauliki kamwe. Katika soka, haki haipimwi kwa goli moja, inapimwa kwa dakika 90 za uvumilivu. Yanga walitangulia kushangilia, Simba walikataa kukata tamaa. Na hapo ndipo soka lilipoonyesha uso wake halisi. Je, wewe ulikuwa upande gani siku hiyo? Je, ulikubaliana na goli la Hamisi Tambwe? Au unaamini kona Kichuya ilikuwa haki ya mchezo? Tuambiane kwenye comments na subscribe Home of Information kwa simulizi za mechi ambazo historia yenyewe hushindwa kuzisahau. Asante sana.